viumbe vikubwa wanaothibiti. Let me help! Mysterio? What? You made your choice. Edith? What? Baada ya matukio ya Avengers Endgame, Peter Parker bado anajaribu kuzoea maisha bila Tony Stark. Ingawa ameokoa dunia mara kadhaa, bado ni kijana wa shule anayetamani kuishi maisha ya kawaida. Wakati shule yake inapopanga safari ya Ulaya, Peter anaona huu kama muda mzuri wa kupumzika na kutumia nafasi hiyo kumkaribia msichana anayempenda, MJ. Lakini wakati Peter akijaribu kusahau majukumu yake ya kuwa Spider-Man, maafa ya ajabu yanaanza kutokea sehemu mbalimbali duniani. Viumbe wakubwa wanaodhibiti maji, moto, hewa na ardhi wanaanza kushambulia miji tofauti na kusababisha uharibifu mkubwa. Safari ya Peter inaanzia Venice nchini Italia. Akiwa huko pamoja na wanafunzi wenzake, ghafla monster mkubwa wa maji anatokea na kushambulia mji. Peter analazimika kuvaa tena nafasi yake ya shujaa ili kuwaokoa watu. He made you an Avenger. Wakati wa mapambano hayo, anatokea shujaa mpya aitwaye Mysterio, ambaye anaonekana kuwa na nguvu kubwa na anafanikiwa kumshinda monster huyo. Baada ya tukio hilo, Nick Fury anamtafuta Peter na kumweleza kuwa viumbe hivyo vinajulikana kama Elementals. Fury anaamini kuwa dunia ipo kwenye hatari kubwa na anahitaji msaada wa Spider-Man. Hata hivyo, Peter hana hamu ya kuhusika kwa sababu anataka kuendelea na safari yake na kumtumia muda MJ. Peter anakutana rasmi na Mysterio ambaye anajitambulisha kama Quentin Beck. Beck anadai kuwa ametoka kwenye ulimwengu mwingine ambapo Elementals waliharibu kila kitu. Kutokana na maelezo yake, kila mtu anaamini kuwa yeye ni shujaa wa kweli anayepambana kuokoa dunia. And if I'm seen like this in Europe after the Washington... Kadri safari inavyoendelea, Peter anarithi zawadi muhimu kutoka kwa Tony Stark. Ni miwani maalum yenye mfumo wa Edith ambao unaweza kudhibiti teknolojia za hali ya juu na hata satelaiti za kijeshi. Hii inaonyesha jinsi Tony alivyokuwa akimwamini Peter kama mrithi wake. Wakati huo huo, Peter anaendelea kutafuta njia ya kumweleza MJ hisia zake. Lakini kila mara anapojaribu kuwa karibu naye, matatizo mapya yanatokea na kumlazimisha kurudi kwenye maisha ya Spider-Man. Baadaye, Prague inashambuliwa na monster wa moto ambaye anaonekana kuwa mwenye nguvu kuliko wote. Spider-Man na Mysterio wanaungana kupambana naye. Mwishoni mwa pambano hilo, Mysterio anaonekana kujitoa muhanga ili kuokoa watu na hivyo kuonekana kama shujaa mkubwa zaidi duniani. Kutokana na imani aliyojenga kwa Beck, Peter anafikia uamuzi mkubwa. Anaamini kuwa Mysterio ndiye anayefaa kuendeleza urithi wa Tony Stark. Kwa hiyo anamkabidhi miwani ya Edith pamoja na mamlaka yote yaliyokuwa ndani yake. A leader, you stop the Elementals, you save my life. Hata hivyo, mara tu Peter anapoondoka, ukweli wa kutisha unawekwa wazi. Mysterio si shujaa hata kidogo. MJ?
anageuka na kuonyesha kuwa mashambulizi yote ya Elementals yalikuwa maigizo yaliyotengenezwa kwa kutumia drones na hologram. Beck pamoja na timu yake ni wafanyakazi wa zamani wa Tony Stark waliokuwa na chuki dhidi yake. Lengo lao ni kumfanya Mysterio aonekane kama shujaa mkubwa zaidi duniani ili apate umaarufu, mamlaka na ushawishi. It's on your hands. Peter anagundua ukweli huo kupitia MJ, ambaye kwa bahati mbaya amepata kifaa kinachothibitisha kuwa mashambulizi yote yalikuwa ya uongo. Peter anatambua kosa kubwa alilofanya kwa kumpa Beck mfumo wa Edith. Like hologram projectors. Whoa. Akiwa na haraka ya kurekebisha mambo, Peter anaenda kumwambia Nick Fury ukweli, lakini ananaswa kwenye mtego wa Mysterio. Kwa kutumia hologramu za hali ya juu, Beck anachanganya akili ya Peter na kumfanya ashindwe kutofautisha ukweli na uongo. Spider-Man anapambana na maono ya kutisha yanayomzunguka kila upande. Anaona maadui wengi, mazingira yanabadilika kila sekunde, na hata kumbukumbu za Tony Stark zinatumika kumuumiza kisaikolojia. Mwishowe Peter anashindwa kabisa na kugongwa na treni. Kwa bahati nzuri, anapoteza maisha. Baada ya kuamka akiwa mbali na marafiki zake, Peter anafanikiwa kuwasiliana na Happy Hogan. Happy anakuja kumsaidia na kumpa moyo. Anamkumbusha kuwa Peter hahitaji kuwa Tony Stark mpya. Anahitaji kuwa Spider-Man bora zaidi anayoweza kuwa. Maneno hayo yanampa Peter nguvu mpya. Akiwa ndani ya ndege, anatengeneza suti mpya na kujiandaa kwa pambano la mwisho. Wakati huo huo, Mysterio anaandaa mpango wake mkubwa zaidi mjini London. Anatumia maelfu ya drones kuunda monster mkubwa wa uongo ili dunia nzima ishuhudie kile kitakachoonekana kama ushindi wake wa mwisho. Peter anawasili London na kuanza vita kali dhidi ya jeshi lote la drones. Safari hii anategemea uwezo wake wa Spider Sense kuliko teknolojia. Anajifunza kuamini hisia zake na si macho yake. Baada ya mapambano makubwa, Spider-Man anaharibu drones nyingi na kuvunja mfumo mzima wa hologram. Ukweli wote unaanza kufichuka. Hatimaye Peter anakutana uso kwa uso na Mysterio. Fire! Beck anajaribu tena kutumia udanganyifu wake, lakini safari hii Peter haanguki kwenye mtego. Kwa kutumia Spider Sense yake, anatambua kila hila na kumshinda kabisa. Baada ya kushindwa, Mysterio anafariki na Peter anarudisha udhibiti wa Edith. Drones zote zinaondolewa na hatari inaisha. Baada ya dunia kuokolewa tena, Peter anarudi kwa MJ. Wawili hao wanakiri hisia zao na kuanza rasmi mahusiano yao. Kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, Peter anapata furaha kidogo katika maisha yake binafsi. Filamu inaisha huku Spider-Man akiruka juu ya majengo ya New York akiwa na suti yake mpya, akiwa ameshinda vita kubwa dhidi ya udanganyifu na kujifunza kuwa shujaa wa kweli si yule mwenye teknolojia kubwa zaidi, bali yule anayechagua kufanya jambo sahihi hata wakati kila kitu kinaonekana kuwa kigumu. Do this.